Bwana Yesu asifiwe. Ukiona haya mambo ambayo ninaenda kukuelezea wewe kama mzazi ikifanyika katika maisha ya mtoto wako, please don't ignore them. Nimekuwa nikiwaongelesha about vile watoto wamekuwa recruited kwa mashule na wanaingizwa kwa mambo yenye wanajua na mengine hawajui. So mambo haya ambayo nitakwambia zaidi ya 10, ukiyaona ikifanyika katika maisha ya mtoto wako, please anza kumsaidia. Elewa kwamba kuna mambo ambayo inaendelea katika maisha yake yenye anaweza kuwa anashindwa kukuelezea. Jambo la kwanza, mtoto kulia akiwa amelala, unaona machozi inatoka yenyewe. Unaweza ona kwamba mtoto wako amelala, lakini akiwa amelala pengine anaweza lala kwa kiti ama kwa ndoto, na hii inamaanisha kwamba wewe kama mzazi lazima ukuwe unaangalia mtoto wako. So unaweza pata mtoto wako akiwa amelala, machozi inajitoa yenyewe. Saa zingine hata amefunga macho, lakini unaona tu mtoto wako akiwa amefunga macho, amelala, lakini machozi inatoka yenyewe. Ukiona machozi inatoka yenyewe, inamaanisha kwamba mtoto wako saa zingine inafika mahali kitu inaitangwa astral projection, anachukuliwa anapelekwa mahali anateswa akiwa amelala. Sasa kupitia yale mateso, wewe kile unaona ni machozi. Unaona tu machozi inatirika. Mtoto wako amelala, lakini machozi inaanza kutoka yenyewe. Unaona machozi tu inatoka. Hii imekuwa ikifanyika. Please don't ignore. Huyo ni mtoto ambaye anahitaji usaidizi wa kiroho. Jambo la pili, kukataa muombe pamoja. Unaweza pata kwamba mtoto wako mlikuwa mnaomba pamoja, lakini imefika mahali siku hizi hataki muombe pamoja. Anajificha sana maombi. Na hapa ni kuangalia ujue, wewe kama mzazi, tulikuwa tunaomba jioni na asubuhi, ama ile masaa waga mnaomba mnashikana mikono. Ni vizuri kama familia kuomba. Psalms 133, mkiwa pamoja, unity prayer kwa familia, watoto wote mkiwa pamoja na mnashikana mikono mnaomba. Sasa hapo utaona kwamba mtoto wako ana avoid maombi sana. Jioni mkienda kulala, anaenda mbele. Unasikia kwamba mtoto wako ameenda mbele. Unaweza stukia mkienda mlale, atatoka arudi kwa TV. Huyu ni mtoto ambaye unafaa kumsaidia, kwa sababu pengine anapigana vita na ameambiwa usiende kuomba na hao watu. So ana avoid maombi. Mtoto wako mara ya mwisho mliomba naye ilikuwa lini? Ukiona mtoto wako ana avoid maombi, please, that is another red flag. Iangalie sana. Jambo la tatu, kupiga duru usiku. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza stukia kwamba mtoto wako analala, lakini usiku anapiga duru. Unasikia mtoto wako amelala, lakini duru usiku. Ukisikia mtoto wako anapiga duru usiku akiwa amelala, kwa ndoto analala, lakini unasikia duru anapiga, unaisikia, please don't ignore. Jambo lingine, mtoto kusubaa, unamuita akiwa karibu but haitiki. Unaweza pata mtoto wako